Nashukuru Mungu kwa nafasi ambayo nimepata. I want to thank God for the opportunity that He has given me. Ya report ya Kayole Junction. For the sake of the Kayole Junction report. Ni mwaka mmoja tangu tulipotumwa mwaka wa 2000 mwezi wa 8 mwaka wa 2025. Pale Kayole na mke wangu Teresia mpendwa. It is now a year since we were sent from here together with my wife Teresia. Pia nashukuru mchungaji Safari. I also want to thank Pastor Safari kutukubalia kufanya kazi chini yake, so that we may work under his jurisdiction. Pale Kayole tunaendelea vizuri. There in Kayole we are doing well. Na baada vile tunafanya vizuri pale tunaendelea tukisikia yale maono ya Victory. And we are continuing to uphold the Victory World Outreach Vision. Tuna mawazo yetu ni kuendelea kufanya vizuri zaidi. Now our prayer and our hope is that we may prosper and better whatever we are doing. Nashukuru tena. And I also want to thank kanisa lilifuatilia baraka tena tukachukua tena wageni Januari mwaka huu. In January the church also sent us some visitors. Na tukawa tumefurahia sana maana si jambo la kawaida. Now it was such a gracious moment to us. Kutumia wageni baada ya miezi minne. Kutumia wageni baada ya miezi minne. That we were sent visitors only after 2 months. Jambo la tatu. Baada ya miezi minne. Jambo la tatu. The third thing. Kuna muujiza ulifanyika pale. There is a miracle that happened there. Kwa mama na mtoto. Concerning a child. Huyu mama alikuwa na ugonjwa wa asthma. This mother had asthmatic condition. Alikuja kama ana hema. He was coming with a very big problem of breathing. Na tulikuwa katika ibada ya asubuhi. And it was during our morning service. Kwa hivyo kanisa lilimuombea. And the church prayed for her. Na tuliendelea na ibada kama huyo mama amepona. Now while when the service was over, that mother was healed. Mpaka sasa. And up to date, she is still healed. Tena amebarikiwa sana tena kijana wake. Now also the son to the mother. Hapo anafanya vizuri sana katika masomo. The son was not performing well in education. Alianza vizuri akawa mwerevu sana lakini kapika pale akaanza kwenda chini. The son was bright but along the way he dropped heavily. Mama akatuambia pana mtoto wangu huyu si sawa. Now the mother told us, my son, progress is not okay. I knew nilielewa habari ya mtoto yule maana alikuwa ni mwerevu. I knew that child, so I knew that report very well. So the church prayed for, kanisa likamwombea huyo mtoto. And the church prayed for that son. Na huyo mtoto wakati mtihani umepita ule wa KPSEA. Now when the exams were conducted, huyo mtoto alikuwa kati ya wale wazuri bora katika shule. And that child was among the best in the school. Na akaitwa shule kubwa sana. Akaitwa shule kubwa. And he was called in a very big and a prestigious school. Kwa hivyo Mungu awabariki na watendee mema. God bless you and may He be with you.